Hello wapenzi watazamaji, mnafuata vipindi ambavyo vinavyoweka kwenye TV ya Amipro Show257. Tunaimani kwamba mko poa kokote mliko, na tuombe labda mfanye subscribe, na wale ambao labda hawajaweza kuifanya msahau kufanya like ama dislike, na pengine kufanya share kwa wenzio ili uweze kupata vitu vizuri ambavyo mmevipata. Usahau labda comment pia kwa kile ambacho labda ukiona, ikiwa ni kutupongeza labda na pengine kuweza kukosoa ambayo kwa yale makosa ambayo labda tumewafanya, itakuwa ni kitu kizuri. Niho si presenter on the mic. Kwa upande mwingine leo nimekuletea mwanamuziki ambaye anatambuliwa kwa jina la Baba J. Ni mwanamuziki ambaye ni upcoming, yani mwanamuziki ambaye anakuja kwenye game la Bongo Flava. Alianza muziki mwaka 2020, akawa ameandika nyimbo nyingi na mpaka sasa anazidi kujaribu kuweka nguvu zake na pengine kufanya muziki mzuri ili aweze kuonekana kwamba alikuja vizuri na pengine kuweza kukubalisha wewe mtazamaji, yani mpenzi wa muziki wa Burundi. Kwanza moja kwa moja tumsalimie na pengine kuweza kufahamu mengi zaidi kwa Baba J. Niaje? Ya fresh mzima. Wazima, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Alafu mwaka mpya. Ya wasisi wote. Yeah. Alafu ni mwanamuziki ambaye anatambuliwa kwa jina la Baba J na umefanya nyimbo nyingi, zikiwemo nyimbo Daima na zikiwemo nyimbo kama Sina Zarau. Kwanza watu ambao wanakufahamu ni wengi, na wale ambao hawajakufahamu kwa jina la Baba J, moja kwa moja wakisikia Baba J wanaelewa nini? Kwanza mimi ni msanii Baba J, alafu jina langu kwanza linamaanisha yani mtu nisemaje, victory, yani J inamaanisha ushindi. Ya alafu baba ni kama gisi kila mwanaume anaweza kujiita baba. Ya kwa hiyo ni dume lenye ushindi. Ya Baba J aliitwaje kwa majina aliyopewa na wazazi? Ya Baba J, mimi jina la wazazi nilipewa, naitwa Havana Felix. Ya mpaka katokea kuitwa Baba J. Baba ni mtu yote anataka kujiita baba, ila J ikaja vipi? Ya J ni ushindi. J ina maana ya ushindi. Unaona kama kila mtu tayari anajijuaga mimi ni nani, unaona? Alafu mimi ni mtu sitakaki kushindwa. Ya ndio maana nimejipa jina ya ushindi. Baba J, mpaka sasa wewe ni mwanamuziki wa Burundi na uko miongoni mwa wale wanamuziki ambao labda tuwaite wanakuja kwenye game. Japo tuko mwaka 2021 na inaonekana labda umeanza mwaka 2020 ndio ulionekana kwenye game kwa mara ya kwanza. Ulijifikiriaje au ilikuwa ni lini wewe kujifikiria kwenda kwenye studio? Ya mimi tayari kama Gisu ushasema hapo nimeanza mwaka wa 2020. Lakini ni mwaka wenyewe nimekuwa official, yani nimekuwa official mwaka huyo. Ila kwa kuanza muziki nimeanza long time, naona studio sijaingia mwaka huyo, lakini nimeanza tokea zamani. Ngoma zenye sikukuwa nishaweka hadharani. Tayari pana ngoma Mapenzi Basi yenye nimeimbaga, na ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia studio. Ya, lakini kwa official nimeanza mwaka jana, ndio nimekuwa official, lakini ngoma tayari nimeanza kuzirekodi. Unaona kama niko chini ya usimamizi wa Capital Music Africa. Tayari waliniandaa hii miaka yote ya nyuma hapa, waliniandaa na nikaanza kurekodi, lakini ngoma zikawa official mwaka jana hapa mwaka 2020. Yeah. Ilikuwaje kwa siku za awali usije kuonekana kama official na ukaja kuonekana kwa mwaka 2020? Ya unaona kama mimi nilikuwa sina uwezo wa kujitambulisha na kujisambaza watu wanijue. Ya na njoo maana nakutana ni wakati usimamizi ulinikubali na kuniamini kuwa mimi tayari na kipaji, alafu na plani nyingi sana kimuziki. Ya ndio walinishika na kunianzisha, wakaniweka official, nikatambulika hivyo kwa ngoma zangu ambazo zinapatikana kwenye Audiomack na Boomplay. Na zingine ziko YouTube. Yes, ulikutana nao vipi wale ambao wanakusaidia kwa sasa kama mwanamuziki? Yaani management ambayo inakusimamia kwa sasa, ulikutana nayo vipi? Ilikuwaje? Ya kukutana nao haikuwa rahisi. Kwanza haikuwa rahisi. Nikikumbuka Kali Amore kwanza nimshukuru sana, maana ni mtu ambaye alinisikiliza na kunisaidia mambo mengi sana, na hii ndio alinifanya nikakutana na wasimamizi wa Capital Music Africa. Tayari anatumika nao. So haikuwa rahisi sana, maana kumshika msanii na kuanza kufanya naye kazi sio kitu rahisi. Tayari waliniamini na kunikubali kuwa nina kipaji.
na ndio hivyo wakaamua kutumika na mimi. Yeah. Mwanamuziki anapoanza game, anapoanza kuingia kwenye zile harakati zake za kutafuta vile ambavyo labda atatoboa, labda ataanza kuimba kwa mara ya kwanza, huaga anasumbuliwa na vitu vingi sana. Kipi ambacho kilikusumbua kama Baba J? Kwa kunisumbua sijaelewa hapo kidogo. Unapoanza kujifikiria kuimba na pengine labda kwenda kwenye studio na kujifikiria labda utatoboa vipi kwenye zile harakati zako za wewe kuanza kazi, labda unasumbuliwa na vitu vingi, nini kilikusumbua? Nafikiri kitu ambacho kilinisumbua nikiachana kwanza na usimamizi, kitu ambacho kilinisumbua kwanza ilikuwa ni kupata ile hela ya kusema eti namlipa producer anifanyie kazi. Hicho ni kitu kwanza kikubwa chenye kilianza kikanisumbua, lakini nilipopata management, kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua sana naweza nikasema kwa kuchukua muda wa kuandika. Unaona kama nilifanya vitu kusema nianze rekodi, nilifatanisha miezi miwili za kufatana niko na rekodi mpaka nikafikisha ngoma 5. Yani ni ngoma zenye niliandika mwezi umoja, yani ngoma 5 nimeziandika mwezi umoja na nikimaliza kuzirekodi mwezi wa pili. Yani niliandika nikimaliza moja na rekodi, nikimaliza nyingine na rekodi mpaka nikafikia kuzimalizia zote 5. Yani ni kitu ambacho kilinisumbua sana hivyo. Yeah. Kwenye account yako ya YouTube ikiitwa kama Baba J, zinaonekana nyimbo 2 tu. Na ulianza mwaka 2020. Je, kuna zingine zipo au labda ni nyimbo 2 ndo Baba J akitambulia kwa hizo? Kwa sababu mimi nafahamu nyimbo inaitwa Daima na nyingine kama labda Sina Zarau na nyingine vile. Labda zingine ziko wapi? Zingine zinapatikana Audiomack na Boomplay, ndio kwenye tulianza tukaziweka, maana ni EP, watu wafahamu vizuri ni EP, ndio nimeanza nayo. Yani tulianza tukaziweka huko Audiomack na Boomplay kulingana na gisi tunatafuta na sisi kile kidogo. Naona kama zile ni social media za market za business, yani za business. So tumetegemea kwanza kuziachia huko ngoma zote 5, watu wanaenda waende kwanza kuzisikiliza ili tuangalie kama kidogo tunaweza tukapata. Alafu hizo zingine tumeanzisha Daima, iko YouTube tayari na video, watu wanaenda kuitazama pale. Na hapa mwaka jana tariki za mwisho hapa mwezi wa 12 ndio nimeachia na nyingine ngoma ya Nipe Time, nilikuwa kwenye Radio ZFM ndio nimeachia rasmi. Ni Nipe Time iko tayari YouTube, ila ni video lyrics. Yes, nyimbo zako ulisema kwamba ni EP. Ni kwa nini ulianzia kwenye EP na wakati tunafahamu labda wasanii wanapoanza kwenye harakati zao na kuanza kuingia kwenye game waga ni vigumu kuanzia kwenye EP au album? Wanaanza kwa nyimbo ya kwanza labda ya pili na pengine kwenda kusonga mbele polepole, ilikuaje? Nikisema kweli tayari ni mipango ya management. Naona kama kutaka tuachie ngoma moja, lakini walitaka kwanza tufanye utofauti kidogo. Naona kama sio kila msanii anaanza na EP. So by the way ilikuwa ni kunianzisha kitofauti na wengine. Ndio maana tulianza na EP na ni mipango yao, ndio maana tulifanya hivyo. Alafu pia umeongelea kwamba nyimbo zako, hiyo EP yako, kuna nyimbo 2 ambazo zipo kwenye account ya YouTube na kuna zingine ambazo zinakutwa labda kwenye Audiomack na Boomplay. Kilichosababisha nyinyi mpaka kuweka zile nyimbo kwenye Boomplay na Audiomack mpaka sasa kinaonekana au labda kijaonekana? Au labda kinaonekana kwa ile upande mdogo vile labda? Hatujarizika maana sisi tungali tunaanzisha muziki tayari. Mimi sijawa na jina ya kusema eti nafahamika. Yani tungali tunajipiga na njoo hivyo, hatujafahamika sana, lakini tuko tunajitahidi, kile kidogo tunapata tunarizika. Yani hatujarizika kama nilijidanganya kidogo, hatujarizika, ila kile kidogo tunapata tunashukuru Mungu. Naona kama sisi tunaanza, alafu tungali tunapambana, ni nguvu nyingi, tungali na safari ndefu. Kile kidogo ambacho tuko tunaona kwa Audiomack na Boomplay tunashukuru Mungu, lakini natumaini kila kitu kitenda sawa, maana mipango ya Mungu huwa ni mikubwa sana. Tunategemea mambo makubwa hapo mbele.
Yes, mnategemea mambo makubwa hapo mbele. Ni Baba J, mwanamuziki wa Burundi, mwanamuziki ambaye ni kizazi kipya labda tuseme, ambaye anajaribu kutupatia mawili matatu kwa kuhusiana na kazi zake za muziki, na pengine labda ni mwanamuziki ambaye anahitajika afanyiwe support hapa nchini Burundi, na pengine kuweza kutizama tatoboa vipi, na pengine peperushe bendera la nchi yetu yani Burundi huko mbele yani kimataifa. Tunaendelea na Baba J. Ulisema kwamba nyimbo ziko kwenye account ya YouTube, nyimbo mbili na zingine Boom Player na Audiomack. Yes, kuna target yoyote ya kuzichukua zile nyimbo zingine kwenye Boom Player na Audiomack na kuziweka kwenye account ya YouTube labda, au hiyo target hakuna? Kitu ambacho watu wafahamu, naona kama sio kila mtu ana uwezo wa kwenda kuzisikiliza huko Boom Player ama Audiomack. Yeah. Lakini kitu kimoja wafahamu kuwa zile zote ambazo ziko YouTube kwa sasa na zenyewe ziko mwa hiyo EP, ziko mwa hizo ngoma zenyewe zinapatikana Audiomack na Boom Play. Na hivyo tuko tunaenda tunaachia moja moja kwa YouTube. Naona kama hatuna uwezo wa kusema eti tuziachie zote kwenye YouTube wakati tayari hatuna jina, hatujafahamika kiivo, alafu marketing kubwa inahitaji support kubwa kusema ngoma zetu ziendelee kusikilizwa na kutizamwa kwenye YouTube. Ndivyo tutaenda tunaachia moja moja, wataenda wanapata kazi moja moja kwenye YouTube. Yeah. Alafu wataenda wanapata kazi moja moja kwenye account ya YouTube kama unavyosema. Kwa upande mwingine Baba J, watu hebu wakitaka kufahamu Baba J ni mtu alizaliwa wapi, japo ni Murundi, alizaliwa sehemu gani na ilikuwa ni mwaka gani, na familia yake labda ni ikoje? Baba J nilizaliwa Gatumba. Ya, nimezaliwa Gatumba, watu wanapafahamu sana, ndipo MB data anatokea. So mimi nimezaliwa mwaka wa 1998. Ya, alafu mimi niko mtoto wa pili kwenye familia yetu, lakini watoto wote kwa jumla ni watoto 6 kwenye familia yetu ya. Yes, kuna zile familia ambazo labda zimsupport mtoto wao kwa kuingia kwenye hizi mambo za muziki, labda wanajifikiria akianza kuimba ataingia kwenye zile tabia mbaya zile, labda wanajifikiria atafuta sijui mibangi, atafuta sijui vitu vingi sana, kukaa vibaya visivyo. Umeshaona kwa Baba J ilikuwaje na familia yake alipoanza kuingia kwenye muziki? Ya, ikukuwa rahisi sana, ikukuwa rahisi, maana unaona kama wazazi ukianza mambo ya muziki huwa hawakuoni mtu mzuri kiivo, lakini polepole walinielewa, maana waliniachia kale karuhusa fulani, yani walinipa kale karuhusa fulani kwa kufanya muziki, pengine naweza nikatoka pambana na muziki kama ndio fani yako, Mungu atakujalia. Lakini wazazi huwa hawataki watoto zao wafanye muziki. Naona kwa gisi nimeanzaga na muziki wa hip hop, walikuwa wanafikiria pengine ndakuwa naimba zile ngoma za kutukanana na wengine, ama sijui ngoma ina gani, pengine wananifikiria nitafuta bangi. Lakini kivyangu sio hivyo, na tayari wako wananiona nafanya muziki wangu kwa utaratibu na heshima, maana ninawaheshimu sana wazazi wangu, na siwezi nikasema nende nipengame kidogo, nende nje ya sheria zao, hapana. Na ndio maana wanaendelea kunisupport pia. Yeah. Kabla ya wewe ingia kwenye game la Buja Flavor, yani kuingia kwenye huyu msafara wa muziki, ulikuwa ni mpenzi wa muziki kwanza kwa ujumla? Yes, ulikuwa unapenda muziki wa aina gani, wa Burundi, sijui labda wa nje ya nchi? Na ikiwa hapa Burundi ulikuwa unampenda nani, na ikiwa nje ya nchi labda ulikuwa unampenda nani? Kwanza muziki ni napenda kila aina ya muziki. Ya, maana muziki ni kitu ambacho kinamjenga mtu na kumpatia ile yani mood fulani, yani mtu ana relax kiivo. So alafu kusema ni msanii gani napenda hapa Burundi ama nje, ni wengi, nawapenda wasanii wote. Siwezi nikasema napengamia kwa huyu ama kwa ule, lakini pana baadhi ya wasanii ambao wananivutia tayari. Kama nje ya nchi, huko nchi za Ulaya, pana wasanii kama kina Chris Brown, kina Justin Bieber, Lil Wayne, ya unawakubali. Alafu kwa hapa Burundi nawakubali wote, kama kina Big Fizzo, Satb, Natasha na wengine.
nawakubali sana na nawapenda sana. Kuna mmoja miongoni mwa hao umeshajifikiria kufanya naye kazi ili management yako iweze kusaidia labda? Na watu ambao ni tayari na target kubwa kufanya nao kazi. Pengine wakinielewa wanaweza kanisaidia sana, kama msanii ambaye mimi najisikia gemo sana, Satb nikifanya naye kazi nafikiri kuwa inaweza kuwa ni kati ya ndoto zangu ambazo nilikuwa nikitegemea sana. Ni ndoto zako kwa upande wako kama mwanamuziki, ila una management ambayo inakusimamia. Ushawahi kuongea na management kama hicho kitu kiweze kufanyika au labda? Kitu kiko mpango pengine tushaga kiongelea sana, lakini swala kubwa la management hawezi kukubalia mtu kama ungali unaanza kufanya collabo, maana ule msanii pia mwenye unaenda kufanya naye collabo tayari anapaswa kwanza kuangalia wewe unajitengeneza kivipi, yani ushagajitengeneza kiaje ili akukubalie kufanya naye collabo. Sio eti utafanya naye collabo ili akutoe, yani akuanzishe kwa chini mpaka juu, hapana. Yaani unapaswa kwanza kujitengeneza kivyako ili ukienda kumomba mtu collabo pengine mfike mnatengeneza kitu kikubwa zaidi, tayari wafanzi wako wawe wake na wake wawe wako. Hivyo management ingali kwanza inakishughulikia, tungali kwanza tunajitengeneza kivyetu, lakini ikitokea maana ni ndoto kubwa, ikitokea tutafanya naye kazi kwa msanii yote ambaye mimi nakubali, tutafanya naye kazi. Akapela kwa nyimbo yako ya mwanzo ambayo ulisema ilikuwa ni rap kwa siku za nyuma huko, labda tusikie. Yalinipa shida, yalinisumbua, na anatanilinda kwa muda na ugua, na hisi napinda, ninateketea, hali si balida kwa safari napotea, penzi la sumbua, nishapiga dua, na hisi naonewa, na kuwa maskini wa kuomba sijapewa, shida kwenye ndoa, kama naolewa, sipendezi sina afya, sina mfano, sina jipya, muonekano wa kimafya, nafulia nangamia, mapenzi Mani hii kali, lakini kwa nini uliamua kubadili style ukaachana na hip hop ukawa umeingia kwenye R&B? Kusema kweli, unaona kama kivyetu kwa muziki wa hapa hapa Burundi, kwa style za rap azishiki sana, lakini sio eti azishiki sana wa marapa wanione vibaya, hapana. Ni njoki sisi yote tunaona, yani muziki wa rap haupi nguvu sana, haupi samani kubwa sana, ndio maana unakutana niliona nikifanya rap tayari mimi naweza rap sana na naipenda ni ile kufa, lakini tayari mimi najua tena kuimba, alafu watu wengi wanapenda muziki wa R&B kuimba. Ndio maana nimefanya R&B nikaachana kwanza na rap, lakini nitakuwa nafanya mixing. Endapo rap itakuwa na power kubwa hapa nchini Burundi na iwe labda sambamba na R&B, Baba J tutamuona anarudi kwenye hip hop? No, hip hop kama gisi nimeanza nayo, lakini siifanyi kwa sasa. Lakini mimi na mixi kwenye ngoma zangu, watakuwa wanasikia ngoma za rap na ngoma za R&B watazisikia kama gisi ya kina Big Fizzo wanafanya, kina nani huko. Watanisikia mimi pia hivyo. Hebu wakumbushe watu wanaotazama kwa sasa kwa Amipro Show257, nyimbo zako zinapatikana sehemu gani, na title labda ya nyimbo zako zote itakuwa ni vizuri zaidi. Nyimbo zako maana sio nyimbo nyingi ambazo itakuwa ni za kusahau, title wakumbushe title na kuwakumbusha social media ambazo labda utakukuta wewe kama mwanamuziki na zile nyimbo zako vile. Ngoma zangu kwanza kwa title, pana ngoma inaitwa Daima, pana ngoma inaitwa Nipe Time, pana ngoma inaitwa Let Me Love You, pana ngoma inaitwa Paulina, pana ngoma inaitwa Nenda, nimefanya na Nigeria. Hiyo Nenda ni collabo, nimefanya na Nigeria, watu wanaweza enda kuzisikiliza kupitia Boomplay na Audiomack. Alafu zingine zenye ziko YouTube zinapatikana ni Daima na Nipe Time, ndio zenye zishakuwa YouTube. Alafu kwenye akaunti zangu natumia jina ni Baba J kwenye Facebook, Baba J257 kwenye Instagram,
Baba J257 kwenye Twitter, na YouTube ni official Baba J ya. Kwa nyimbo ulifanya na Nigeria, ilikuwaje mpaka kukutana na Nigeria, na wakati ambapo tunafahamu labda hata wale wanamuziki hapa nchini Burundi wanakushinda jina, ni vigumu sana kukutana na msanii kutoka Nigeria. Ulikutana naye vipi na ilikuwa wapi? Na ilikuwa ni wapi? Labda wewe umemkuta kule au yeye ndo amekuja Burundi? Ya, unajua kama ni kitu ambacho kwanza kinashangaza kwa mimi msanii ambaye naanza muziki, kukutana na kufanya collabo na Nigeria ni kitu ambacho watu hawawezi kukielewa. Lakini kila mwanamuziki ana silaha yake. Unaona kama hata mwanajeshi bila silaha sio mwanajeshi. Ya, kwa hiyo tulitengeneza mambo makubwa sana, alafu watazisikiliza kule watakubali wenyewe. Tulitengeneza mambo makubwa na hii collabo ni collabo ambayo watu watapata YouTube very soon. Ya, Mungu akijalia. Alafu kukutana na Nigeria sio kitu kirahisi, lakini ni swala ambalo lilishughulikiwa na management. Mpaka kukutana na huyo jamaa, anafahamika kwa jina la Tito the Fire. Ya, alafu sio eti tulikutana kiivo, but tulizungumza, management waliongea naye, alafu na mimi tukazungumza kupitia tu social media. Hatujakutana live macho kwa macho. Ya, ila tulifanya kitu, na mimi kila kitu ni wakikisikiliza kitawasumbua sana, na mimi hivyo. Alafu audio tumeifanyia kwa Amipro. Ya, na video very soon wataipata, maana tuko tunaangalia gisi tutafanya ili kuenda kukutana na huyo jamaa, tufanye kitu kikubwa sana. Ya, Baba J ataondoka Nigeria au vipi? Ya, natumaini mambo yatakuwa ni makubwa sana. Ndaondoka Nigeria, tutafanya clip, ama tunaweza tukakutana zingine sehemu kama South hivyo tukafanya kitu ya. Yes, tukushukuru kwa kuweza kuchukua muda wako na pengine kuweza kuongea mawili matatu kuhusiana na muziki wako. Labda ni kitu kizuri. Ya, nawashukuru pia, nawashukuru sana kwa kunipa nafasi kwenye TV ya Amipro Show. Nawashukuru sana. Alafu ningeomba Warundi wote waendelee kunisupport na waendelee kunifuatilia kwenye social media, kwenye akaunti zangu zote napatikana ni Baba J. Ya, nashukuru sana. Yes, ilikuwa ni Rossi presenter on the mic. Hii ni Amipro Show257. Tunajaribu kuletea vipindi vizuri ambavyo unakuwa ukivihitajia. Nikukumbushe kwamba hujaweza kufanya subscribe, jaribu kuifanya, na usisahau kufanya like ama dislike, yote itakuwa ni vizuri, na share kwa wenzio ili waweze kupata kitu kizuri ambacho utakuwa labda umekipata na wewe, na comment kwa kile ambacho utakuwa umekiona, ili ikiwa ni kurekebisha mambo ambayo hayajakaa vizuri turekebishe, na ikiwa labda kutusupport na kutupa zile nguvu, yani kutupongeza, itakuwa ni kitu cha muhimu zaidi. Basi tukutane mimi na wewe next interview, ila usisahau pia kwa kufanya subscribe kwa account ya Baba J ambayo inahitajika na yenyewe kwa kumsaidia support ili aweze kusongesha muziki wa Burundi mbele, na yeye pia ni mwanamuziki ambaye alifanya labda collabo kubwa kutoka Burundi paka na Gira.